Bikira Maria yeye ni mama wa Mungu, hawezi kuwa sawa na bahasha. Mwanafunzi mmoja alitembelea familia moja. Familia moja hiyo alikuwa ya Katoliki, na pale alikuwa na rafiki yake. Wakaanza kujadiliana juu ya mambo ya kiimani, na yeye akaulizwa, mbona huyu Bikira Maria mnamtukuza sana, mnampatia heshima kubwa? Yeye si bahasha tu, bahasha iliyobeba barua. Mtu akishasoma barua, kile kibahasha anahaja nacho, si ni kutupwa tu. Yule mwanafunzi alikaa kimya. Siku moja akataka kufundisha wale wazazi na ile familia ambao hawapatii hadhi ya pekee Maria, Bikira Maria. Alipotembelea, alifika pale akamsalimia baba, shikamoo, marahaba mwanangu. Alafu mama akamwacha, tukaendelea kuongea na rafiki yake. Mara ya pili aliporudi akasema, baba, shikamoo, marahaba mwanangu. Mama akusalimiwa. Mara ya tatu ndio kijana akasema, baba, shikamoo, marahaba mwanangu, akaendelea kuongea na rafiki yake. Mara ya nne mama akamuuliza, wewe kijana, sikizi, mbona unasalimia baba yako tu msalimii? Umekuwa tabia gani? Umebadilika? Akamwambia, unakumbuka ule mjana wetu juu ya mama Bikira Maria, kwamba yeye ni bahasha tu, sio kitu. Leo nimekuja hapa kwa muda wa safari tatu, awamu tatu bila kusalimia, umekasirika. Lakini huyu Bikira Maria ambaye alimbeba Yesu, amchukua mimba kwanza, akambeba, akamlea, akamtunza, akamwonyesha imani, akampeleka kanisani. Je, aweze kufananisha na bahasha leo ya tupa tu? Haiwezekani. Jinsi ambavyo umeona uchungu kwa sababu nilikuja naongea na mtoto wako na moyo wako tu, ndivyo ambavyo tunashindwa kumheshimu Bikira Maria. Lakini Bikira Maria yeye ni mama wa Mungu, hawezi kuwa sawa na bahasha. Ni mama ambaye alimlinda, alimlea, alimtunza, aliwekeza imani na malezi mbalimbali mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivi yeye ni mwombezi wetu. Ndugu zangu, tunaposali kupeleka maombi yetu kwa Yesu, tunapitisha kwa mama Bikira Maria. Hata katika familia, sisi watoto tunapotaka kuomba kitu kwa baba, mara nyingi tunapeleka kwa mama kwanza. Mama apeleke kwa baba, alafu ombi letu linakubaliwa haraka.